Amen. Amen. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 17. Nataka kuzungumzia kidogo sana kwa ufupi, ama nataka nikupe habari kwa ufupi sana kukuhusu wewe mwenyewe. Amen. Amen. Yes. Kwenye Agano la Kale ama kwenye Biblia kwa ujumla, Mungu amekuwa akiueleza mpango wake na akiuzungumza mpango wake across maagano mbalimbali. Sisi tunafahamu maagano mawili tu, si ndio? Ndio. Sawa sawa Ndio. Agano la Kale ambalo ni agano lile la Torati na agano jipya. Japokuwa yako maagano zaidi ya hayo ambayo Mungu ameyafanya. Lakini kwenye maagano yote ambayo Mungu ameyafanya, alikuwa ana safari moja ya kuelekea sehemu fulani, ya kuelekea kumfanya mwanadamu kuwa kitu fulani. Kumbuka, Mungu kusudi lake ni kumtimiliza mwanadamu awe kile ambacho amekidesign. Na naomba nikusaidie correct kitu kimoja. Sio kwamba Mungu alidesign kitu alafu kikaharibika alafu anakirepea ili kiwe vile alivyotaka, hapana. Design ya Mungu ni ile ile, ila sisi tunaishi kwenye mchakato wa kuelekea kwenye ukamilifu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana elimu ni muhimu sana kwetu sisi tunaoishi katika nyakati hizi, kwa sababu tunakamilishwa kwa knowledge. Sawa sawa Amen. Sasa kuna kitu Mungu amekuwa akikizungumza, na kupitia manabii amekuwa akitoa mifano. Kwa mfano mmoja, mfano wa shamba, udongo mzuri, shamba, si ndio? Mbegu. Ukiangalia tangu Agano la Kale, manabii walizungumza, Mungu alizungumza na manabii, lakini kuna kitu cha ajabu kimoja ambacho ukikisoma ukaamua kutaka kufikiri, utagundua kwa kule kwenye Agano la Kale ilikuwa ni picha, lakini kwenye Agano Jipya ndo tunapata message. Mfano kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 17 niliosoma mstari wa 8. Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema, kando ya maji mengi, upate kutoa matawi na kuzaa matunda, uwe mzabibu mzuri. Sasa nataka uangalie kitu hapa. Hapa anamzungumzia Israeli, si ndio? Anasema ulikuwa umepandwa kando ya maji, si ndio? Kwenye udongo mzuri ili uzae matunda mengi. Kwa haraka unaweza ukaitafsiri Bwana ametuweka sehemu nzuri na vitu kama hivyo. Lakini leo nataka tuende taratibu, kwa sababu sina message ndefu. Nataka tuende taratibu tuiangalie anachokizungumza. Anazungumza ulikuwa umepandwa kando ya maji kwenye udongo mzuri. Sawa Huku mbele of course anaendelea, kuna namna walimzingua, kwa hiyo anataka wengine kuhamishia sasa akawapande jangwani na vitu kama hivyo. Lakini yote anazungumzia kuhusu kupanda, anazungumzia mbegu, anazungumzia udongo. Ukija kwenye Agano Jipya ndo kabisa Yesu ameshikamana na hayo mambo kweli anayazungumza. Ni kupanda na vitu kama hivyo. Sasa alikuwa anajaribu kuzungumza concept ambayo kwenye kipindi cha Agano la Kale isingekuwa rahisi kuielewa. Wao walielewa tu kwamba Mungu ametupa upendeleo. Si ndio? Ndio. Si ndio? Anaposema kwamba umepandwa kwenye udongo mzuri, unaona Mungu tu ametupa upendeleo, inakuwa imeishia hapo. Lakini kuna kazi ambayo hawakuiona katika lile agano, ambalo asubuhi ya leo ninataka uione, kwa sababu kuna sababu ya msingi kwa nini unatakiwa kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sio kwenye Ezekieli peke yake. Manabii kibao hapa wanaizungumza scenarios, wanazieleza hizo na vitu kama hivyo. Ukija kwenye kitabu cha Marko sura ya 4 pia utaona, unakumbuka ile story ya mpanzi, si ndio? Ndio. Hatutaisoma kwa sababu mnaifahamu. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu, si ndio? Yes. Na kuna mpaka wimbo. Mpanzi alikwenda. Mnakumbuka ule wimbo? Ndio. Ndio. Elisha anajua kuupiga vizuri sana. Ni wa zamani kidogo. Kale kanyimbo kanaimba kana recite tu ule mstari, na nyingine zikaanguka juu ya mwamba, na nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, nyingine zikaanguka kwenye miba, nyingine zikaanguka kwenye njia. Sawa sawa Yes.
Sasa tunaposoma Yesu baadaye akaeleza pale zilizoanguka kwenye njia ni zile ambazo neno ambalo limekuja likaanguka kwenye moyo ambao kidogo watu wanapita pita pale, zilizoanguka kwenye miba likasongwa likafa, likaanguka kwenye mwamba, moyo mgumu, likaanguka kwenye udongo mzuri, akasema ni neno ambalo limeingia kwenye moyo ambao uko vizuri. Kwa hiyo lile neno likazaa likanini. Kwa hiyo sisi tukihubiriana huwa tunaishia hapo, tunakomaa kwenye kutamani Baraka awe na moyo unaofaa iote mbegu, si ndio? Sawa sawa? Yes. Kwa sababu moyo unaoota mbegu, unaoota lile neno ni ule ulio mzuri, ni ule ambao una udongo mzuri. So elimu yetu ikiwa imeishia hapo, kuna kitu cha msingi ambacho tulikuwa tujakiona. Kwa sababu kwa nini tangu Agano la Kale kuna kitu anakizungumza hapo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uone hiki. Wakati wewe ukifanywa kuwa mbegu, huwa udongo unakwepo, alafu udongo unakuwa mzuri. Kama Biblia ikiwa inazungumza kuhusu wewe kuwa mbegu. Sawa eh? Yes. Ikikuzungumza kuhusu kuwa mzabibu, kuna kitu inazungumza. Hata hiyo ya kwenye Marko anazungumzia mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Kwa hiyo kuna mambo mawili, kuna mpanzi alikwenda kupanda mbegu, maana yake responsibility ya mbegu ilikuwa ni ya kwake, choice ya mbegu ilikuwa ni ya kwake. Nataka mwanze kuona kwenye hayo mapana. Sawa sawa? Yes. Alafu alivyozipanda zile ndo zikaanguka nyingine kwenye udongo wa namna hii, kwenye udongo wa namna ile, alafu zikamea kulingana na aina ya udongo ambao zimeota. Sawa? Yes. Kuna message ambayo alikuwa anajaribu kuicut across, ambayo asubuhi ya leo ninataka uifahamu. Wewe ni mbegu iliyo bora. Amen. Wewe ni mbegu iliyo bora. Amen. Iambie nafsi yako kwamba mimi ni mbegu bora. Mimi ni mbegu bora. Inawezekana tunatamani kusafishwa, tunatamani kuoshwa, tunatamani kufanywa kuwa mbegu bora. Lakini nahisi kwa sababu ya kutokuelewa, tukitamani hivyo tuna kitu tunakimisi. Bwana asifiwe. Amen. Tuende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15, alafu nitaongea kutokea hapo. Ni kama vile vifanani lakini vinafanana, sawa eh? Sura ya 15, soma tu mstari wa kwanza na wa pili. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapo unaweza ukaifunga Biblia tukaongea dakika chache sana afu tukaachana. Anatoa mfano mwingine, anasema kwamba mimi ni mkulima. Sawa eh? Na baba yangu mimi ni mzabibu. Si ndio? Yes. Baba yangu ni mkulima. Kwa hiyo kuna baba ambaye ni mkulima, alafu kuna Yesu ambaye ni mzabibu. Ila kuna issue ya udongo pale. Kule simlizungumzia udongo mzuri ambako ndo neno lilizaa. Yes. Kule kwenye Agano la Kale tuliuona udongo mzuri ambao mbegu ilikuwa imepandwa kando ya maji ili izae sana matunda. Amen. Kwa hiyo utagundua kwamba intention ya kuzalisha sio ya mbegu bali ni ya mpandaji. Amen. Halo? Yes. Utagundua kwamba makusudi ya uzalishaji sio ya mbegu yenyewe, sio ya mzabibu wenyewe, bali ni ya yule mkulima. Kwa hiyo mwisho wa siku anayefaidi kutokana na kinachoendelea ni mkulima. Kwa hiyo mkulima ndio yuko responsible kuhakikisha kwamba amepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Kuna mtu ameanza kunielewa hapa? Yeah. Si ndio eh? Ndio. Kuna mtu ameanza kunielewa hapa? Kwa sababu neno linapokuja ni kweli linakuja kwa kila mtu, lakini haliko intended kwa kila mtu. Huwa linakuwa limekusudiwa. Ndio maana Yesu anasema kwamba wale ulionipa, kwa sababu amepewa, wale ulionipa sintampoteza hata mmoja. Hakuna anayekuja kwangu isipokuwa amefanya nini? Isipokuwa amevutwa na Baba. Kwa sababu Baba ndiyo mkulima. Kwa hiyo kumbe uokovu wetu sisi, kumbe imani tulionayo sisi, kama sisi hatuna chochote tunaweza kufanya kuhusiana na hiyo. Hauwezi ukaubadilisha ukajisqueeze ili moyo wako uwe mzuri. Kwa sababu yuko ambaye anasia mbegu kwenye udongo sahihi. Kuna mtu mmoja mitachache kutoka hapa nimemvuruga kidogo. Hasema sasa, kwa hiyo mchungaji, na maana sisi kama una manyangunyangu basi uendelee kuishi katika manyangunyangu kwa sababu sio wewe unayehusika. Twende taratibu. Anasemaje hapa? Anasema hivi, mimi ni mzabibu. Kaanzia hapa. Yesu. Alafu ninyi ni matawi.
alafu baba yangu ni mkulima. Sawa eh? Alafu akazungumza kitu cha ajabu sana. Hebu tukiangalia hiki hapa. Anasema hivi, tawi lisilozaa ndani yangu, baba ulifanya nini? Uliondoa. Analilengeta, anafyekelea mbali. Sawa eh? Ndio. Angalia, baba ni mkulima, Yesu ni mzabibu, ila tawi lililoko ndani ya Yesu lisilozaa analifyekelea mbali. Watu wa Mungu, naomba tusiichukulie hii tu katika face value haraka haraka tukafikiri kwamba tumemalizana nayo. Hebu tuende deep kidogo tuiangalie hii. Mbona mna mtu amesema go deep papa? Tuende deep kidogo tuiangalie hii. Kwamba hakuna tawi lenye mamlaka ya kuzaa. Halo? Tusijifanye hatuelewi. Hakunaga tawi ambalo lina mamlaka ya kuzaa. Tawi ili lizae linategemea stem, linategemea ule mzabibu wenyewe. Yeah. Kwa hiyo kama mzabibu haujachakata chakula cha kutosha, haujachakata maji, tawi halina uwezo wa kuzaa. Ni nini kinachopokea maji? Ni matawi ama ni mizizi? Mizizi. Kuna mtu anaanza kunielewa kitu hapa? Yaani kuna kitu leo Mungu anataka utoke uende kwenye position fulani ambako utakutana naye. Yaani utakaa naye tu pale, kwa sababu mara nyingine kinachotunyima kupaingia pale patakatifu ni kutokujua, kunatufanya tuna react namna isiyo sahihi. Lakini tunapojua tuna react accordingly. Tunakuwa na alignment na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna tawi lenye uwezo wa kujisalia. Kwa hiyo sasa hapa ni kama Yesu alikuwa anatuvuruga ama ni nini? Kwa sababu anasema tawi lisilozaa baba analifyeka. Je, ni kweli? Ni kweli. Tawi lisilozaa baba analifyeka. Hata mimi mwenyewe tawi lisilozaa kwenye mizabibu yangu au kwenye mashamba yangu nafyekelea mbali, kwa sababu halina faida. Lakini utagundua ni responsibility ya baba kuhakikisha kwamba ameunyweshea ule mzabibu ili mzabibu uweze kustawi, alafu ukisha stawi sasa uweze kuzaa na matunda yake yakae. Akasema hivi, lakini linalozaa hilo analisafisha. Kwa hiyo kuna linalozaa analisafisha, lisilozaa analiondoa. Lakini halina uwezo wa kuzaa ama kutokuzaa, kwa sababu haya yote yanategemeana na yeye. Alafu ukitaka kuamini kwamba hapa hii andiko sio la kusoma tu na kwenda kichwa, angalia chini Yesu alivyokuja kuzungumza alisemaje? Akasema hivi, kaeni ndani yangu, si ndio? Na mimi ndani yenu, kwa sababu usipokaa ndani yangu hauwezi kuzaa. Sio kama mnaelewa? Kwa amemaliza kwamba hauwezi kuzaa, lakini ukikaa ndani yangu utazaa. Ila ndani yake kuna ambao wakikaa hawazai. So message ambayo ilikuwa inajaribu kuwa communicated hapa ni nini? Kuweza kuzaa ni akti ambayo inatokana na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani inayotokana na elimu, knowledge. Sikiliza kwa makini sana. Kama mmea umepokea maji, mmea umepokea mbolea, then mmea automatically, kwa sababu ya ulivyovipokea, unapata taarifa ndani yake ya kujua kwamba nina uwezo wa kuzaa. Alichotaka tuwe nacho ni kwamba alitaka tufike kwenye position ya kujua kwamba nina uwezo wa kuzaa. Ukisha kuwa na uwezo wa kuzaa, manake umeona possibility za kuzaa. Na kama umeona possibility za kuzaa, aonavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Kwa sababu hiyo wewe unazaa kwa sababu umeona possibility za kuzaa. Na huyo ndiye ambaye baba anakuja kumuongezea marination ili aweze kuzaa zaidi. Kwa hiyo utagundua hii issue nzima inakuja kutokana na kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufahamu kwamba mimi ni mbegu bora. Kufahamu kwamba mimi nimepandwa sehemu sahihi. Na kama nimepandwa sehemu sahihi, niko eligible kuzaa matunda. Ndugu zangu katika Kristo, kuna kuishi katika huu ulimwengu kama mwanadamu tu. Lakini kuna mtu anayeishi kwenye huu ulimwengu akijua kwamba yuko expected na mbingu kuzaa. Yes. Kuna kitu nataka nizungumze. Unajua tunazungumziaga sana kuhusu mambo ya kutawala, lakini hatujui kwamba kutawala ni product ya kuzaa. Yeah.
Halo? Amen. Kwa lazima mtu awe anajua kabisa kwamba nimewekwa kwa makusudi ya kuzaa. Baada ya kuona nutrients, kuliona neno la Mungu, baada ya kumfahamu Kristo, ndani yako inaingia ile agency ya kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa simaanishi kwamba sasa ni kuanza kufikiria nizae namna gani, nitazaa nini. Kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wewe ni mbegu bora. Halo? Kwa sababu mbegu bora peke yake ndio inayozaa. Kujua kwamba tunasoma Paulo anazungumzaje, anasemaje? Anasema mmezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyoharibika mmezaliwa. Kwa hiyo ninyi mliozaliwa kutokana na mbegu isiyoharibika ni kitu kisichoharibika. Yes. Mara nyingine hata ile hali ya kuwa na hofu na mapepo na majini inakuja kwa sababu hatuijui position tulionayo. Yes. Hatujagundua tumezaliwa kwa mbegu gani. Kwa sababu kujua kumezaliwa kwa mbegu gani kunakupa wewe confidence ya kwamba mimi ni nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sio kuna mtu ananielewa. Yes. Asubuhi ya leo Mungu anataka tu hicho tukiingie ndani yako kwamba wewe ni mbegu iliyo bora. Kwa sababu issue ya udongo ni ya Baba, sio ya kwako. Kama anazungumzia kuhusu kuzaa mengi ni kwa sababu ameandaa udongo mzuri, lakini ndio yeye aliyeandaa mbegu. Mimi ni mbegu bora kwa sababu Mungu ameniandaa mimi. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo ninachotakiwa ni kuona na kujua kwamba mimi ni mbegu bora ili Baba aendelee kunisafisha niweze kuzaa zaidi. Kuna mtu na communicate naye asubuhi ya leo. Yes. Mungu sio mkakisi kama tunavyofikiria. Halo? Unajua hata mara nyingine tunaingia kwenye maombi mpaka siku ile John akawa anashangaa, anasema mbona mnalia sana? John alikuwa anatuonea huruma. Mbona mnalia sana? John huwa tunalia, tunafikiri Mungu ni mkakisi. Saa nyingine tunapoongea naye. Of course kuna mengine mengi yanahusika zaidi ya hayo. Amen. Hiyo nimeizungumzia tu kwa ajili ya muktadha wa hichi ninachokisema. Mungu tuliyefundishwa na wamishonari lazima kuanza kumfahamu na kumtofautisha na Mungu halisi. Halo? Amen. Ninawashukuru walioleta dini, sina shida nao. Lakini kuna elimu ukikaa nayo sana itakunyima access. Inakuruhusu mpaka sehemu fulani. Unamuona Mungu Baba aliye mbinguni. Simuona hata kwenye Biblia zenu kuna nyingine zinasema kwenye ile sala ya Bwana wanasema Baba yetu uliye mbinguni, si ndio? Yes. Na kuna nyingine hazisemi uliye mbinguni. Na kuna zilizoandikwa kutoka kwenye translation original wameandika alafu wakaizungushia mabano kwamba hii jamani haikuepo, ila tumeona kama tukijazia itapendeza. Tumeona hivyo. Lakini Yesu akufundisha watu wasali Baba yetu uliye mbinguni. Aliwafundisha kusali Baba, jina lako litukuzwe. Kuna mtu mmoja mitachache hapa anaweza kwani mbinguni kuna shida gani? Kwa shida kubwa sana. Kwa sababu the moment ninamsogeza Mungu kukaa pale, mimi ninakaa hapa, ndio tunakuwa na hili Mungu lenye mandevu linalokaaga huko juu, ambalo tunabidi tuzungumze nalo tusikie kama limetusikia ama halijatusikia. Lakini Mungu hayuko hivyo. Akasema muiteni tu Baba, kwa sababu utakapomuita Baba, Baba hana position somewhere, Baba hana position ndani yako. Yeah. Kwa hiyo kumuita ni ku-acknowledge kwamba unajua. Yes. Kuna kitu mtu anaanza listen to me. Mungu hakutuweka hapa ulimwenguni ili tuishe tuhangaike kumtafuta Ni sisi tunashindwa kujua, kwa sababu kama yeye ndio mkulima na Yesu ndio mzabibu, sisi ni matawi. Ndugu zangu, angalieni, sisi ni matawi. What we need ni kujua tu kwamba sisi ni matawi. Amen. Na kujua kwamba tumepandwa katika udongo sahihi, udongo mwema, ili tujue tu kwamba kumbe tuna uwezo wa kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yangu mimi ni bora kwa sababu mimi ni mbegu bora. Maisha yangu ni bora kwa sababu mimi ni mbegu bora. Nimepandwa kwenye udongo bora ambao sina chochote ninachojua kuhusu huo udongo. Ninachokijua ni kimoja tu kwamba Baba huwa hakosei. Yeye amechagua udongo akaona ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio ule moyo wenye mawe. Wewe sio ule moyo wenye miiba. Wewe sio ule moyo wa njia. Ile mifano ilishamalizikana, lakini wewe hauko katika hiyo. Kwa nini? Kwa sababu uko hapa leo kwa sababu yeye amekuchagua akaweka moyo safi ndani yako. Anachotaka ni wewe ujue
kwamba umezaliwa kutoka juu. Anasemaje? Anasema kwamba kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Unaamini hiyo? Yes. Unaamini kwamba kilichozaliwa na Mungu kuushinda ulimwengu? Unajua kwamba kilichozaliwa na Mungu kama ni Yesu ataushinda ulimwengu, lakini kama ni wewe umezaliwa na Mungu, manake wewe unaushinda ulimwengu. Amen. Listen to me. Kuna baadhi ya vitu watu tunapigana navyo lakini hatuna haja ya kupigana navyo. Hello? Amen. Tuna haja tu ya kujua. Kwa sababu ukishajua vita hauwezi kuwa nayo. Unakuwa na vita tu wakati haujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mbegu bora. Yes. Wewe ni mbegu bora. Amen. Asubuhi ya leo Bwana ameniita tu nikukumbushe tu kwamba wewe ni mbegu bora. Na kama mbegu bora, sio tu mbegu bora, mbegu bora iliyopandwa kwenye udongo bora. Amen. Kusudi au ile kazi ya kulisha sio ya matawi. Hiki kitu natamani ungeweza kukielewa. Naomba ukielewe hiki kitu. Sikiliza. Tunakubaliana kwamba kwa kujua ndio tunakuwa. Si ndio? Yes. Kwa kujua tunakuwa. Ninapozungumza nasema kwamba kazi ya kuulisha matawi sio ya kwako, bali kazi hiyo ni ya mzabibu yenyewe. Manake hii inakuleta kwenye position fulani ambayo hauwazi wala kustruggle na yanayoendelea ulimwenguni, wala haustruggle na yanayoendelea kwako mwenyewe, kwa sababu umegundua kwamba you are not in control. Mtu anaweza kunielewa? Yes. Kwamba he is in control. I am not in control. Okay, ngoja niiweke rahisi hivi. Kuna vitu ama kuna kitu ndani yako unaweza kawa na struggle kumalizana nacho. Nina habari mbaya kwako kwamba itakuchukua muda mrefu sana wewe kufanikiwa kumalizana na hicho kitu. Umegundua kabisa ni tabia mbaya, si ndio? Ndio, kuna watu wana tabia mbaya, si ndio? Nani anaweza kanipa mfano wa tabia mbaya? Okay, tuache. Lakini wote mnajua tabia mbaya, si ndio? Kuna watu wana tabia mbaya. Kwa unajua kabisa nina tabia mbaya, unataka kuachana na tabia mbaya. Una options mbili. Option ya kwanza ni kufanya bidii ya kufanya tabia njema na kujitahidi usifanye tabia mbaya. Lakini option hii scientists are still in research, kwa sababu hawajatoboa watu kutoka kwenye hiyo option. Option ya pili ni kuamini kwamba mwenye tabia njema anakaa ndani yangu na yeye ndio yuko responsible na tabia yangu. Then ile tabia mbaya inakuwa displaced out, kwa sababu aliyoko ndani ni wa tabia nzuri. Bwana asifiwe. Sasa kuna mtu mmoja anajiuliza, anasema sasa pastor, ukisema hivyo sasa si watu watakuwa na tabia mbaya wakimsingizia Yesu hajaondoa tabia mbaya ndani yao? Haikogi hivyo, kwa sababu anayejua anakuwa. Yes. Kwa hiyo ukiona mtu yeye anakomalia na tabia mbaya afa anamsingizia Yesu, huyo sio, hatumzungumzii huyo. Huyo hatumzungumzii, huyo ngoja tumwache. Kuna watu watakaweza kumsaidia. Sawa? Unaweza kumhamishia kwenye kanisa la Pastor Nganga, akaenda kule akala makofi, akawa na tabia nzuri. Lakini the moment ninavyojua kwamba nimefanywa hivi, ninaanza kuwa vile nimefanywa, ndugu zangu. Yaani injili yetu sisi, it's all about becoming. Hello? Amen. It's all about becoming, kuwa. Lakini hauwi kitu ambacho unatengeneza, unakuwa kile kilichofanyika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama yeye yuko responsible na namna gani mimi ninazaa, mimi ninataka kumwamini kwamba yeye ni mzabibu bora. Ninataka kuamini kwamba mimi ni mbegu bora niliyepandwa ndani yake, kwa hiyo mimi ninazaa sana. Kwa sababu the moment ninajua kwamba ninazaa sana, ndio geji yangu ya kuzaa inazidi kupanda, kwa sababu nimejua kwamba ni mzabibu bora. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiendelea kuishi unafikiria kwamba hivi mimi ni ule unaozaa au usiozaa, hapo ndio unakuja kukatiliwa mbali, kwa sababu haujui kama unazaa au uzai. Wewe sio mzabibu bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninazungumza na mtu mchana wa leo. Wewe ni mbegu bora. Halo? Amen. Wewe ni mbegu bora. Na mwenye kuchagua mbegu ni baba yako.
Wewe unachohitaji ni kukubali tu kwamba wewe ni mbegu bora. Na mbegu bora siku zote inazaa mazao bora. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbegu bora siku zote inazaa mazao bora. Kwa sababu anaye select mbegu ndio anajua anataka results za namna gani. Mimi wakati ninakuja huku duniani nilikuja tu nikifikiri labda nitakula good time. Si ndio? Lakini yuko ambaye alidesign mimi na akawa na makusudi fulani na mimi. Kwa hiyo mimi ni matokeo ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mbegu bora. Wewe unazaa sana. Wewe unazaa rehema. Wewe unazaa hata neema kwa watu wengine. Wewe unazaa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama mbegu bora anazungumza sema kwamba imepandwa kando ya nini? Ya mto. Kumbe hii mbegu swala la wapi itapandwa ni makusudi ya aliye na mbegu. Amen. Na mwenye mbegu hata siku moja hawezi akaipanda kwenye mchanga, sehemu ambayo sio nzuri. Wewe umepandwa kwenye udongo sahihi. Amen. Kwa hiyo nataka nikuambie hata sasa kama hakuna matunda ya utawala kwako wewe, sio kwa sababu wewe sio mtawala, ni kwa sababu tu hujatambua na kujua kwamba mimi ni mbegu iliyo bora na nimepandwa katika udongo sahihi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitayazungumza haya hata uyaelewe, na natamani wewe uyarudie haya mpaka uyaelewe, kwa sababu uzalishaji unaanza pale ambapo wewe unajua na unakubali kwamba wewe ni mbegu bora. Listen to me, kuna maneno ambayo ulimwengu umewaambia, mengine mmeyaamini. Kuna watu wamesema kwamba wewe una kiburi sana, wewe una maneno sana, alafu mara nyingine nafika mahali unaamini kwamba ndivyo ulivyo. Listen to me, inawezekana unazungumza sana Diana, watu wakasema una maneno, lakini wewe ni mbegu bora. Unachotakiwa kukijua ni kile alichokisema yeye, sicho kile ulimwengu unasema. Kwa nini it's so easy kwetu sisi kuamini ambacho ulimwengu unasema kuliko kuamini kile Mungu amefanya? Asubuhi ya leo anataka uamini kile yeye anasema. Amen. Anataka uamini. Listen, inawezekana hata struggle za hapa ulimwenguni, kwa sababu hapa ulimwenguni ulimwengu una respondi kwako. Halo? Yes. Ngoja niwaelezeni. Changamoto ulizonazo sio tatizo la ulimwengu. Ndio. Ni tatizo la kwako. Kwa sababu ulimwengu una respondi kwako, yani unakusikilizia wewe, na ulimwengu una respondi kwako kulingana na level ya knowledge ulionayo. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana Jumatano watu walikuwa wanauliza maswali magumu sana huku, tukawa tunasumbuana sana kwamba kwa nini kuna mahali tunasema kwamba unaweza ukakemea kwa jina la Yesu pakatoka peupe, yani hakuna kitu kinatokea. Walokole najua watakuja juu, watasema sasa unalishusha samani jina la Yesu. Wewe unasema kwamba kuna mahali unaweza ukakemea kwa jina la Yesu ikashindikana. Mimi nasema yes, kuna mahali utakemea kwa jina la Yesu hakitokei kitu. Sasa siwezi kashindana na walokole kwa sababu sintaweza kuwashinda, si ndio? Kwa sababu wao wataongea kwa maneno, lakini mimi naongea tu kwa fact kwamba kuna mahali ni kweli, whether unataka hautaki, kuna mahali jina la Yesu peke yake haliwezi likakusaidia. Haki ya Mungu, yani kama hapa lingekuwa kanisa la kawaida nishakula kibao. Ngoja nikae upande huu. Ninasema hivyo sio kudegrade jina la Yesu. Ni kukupa taarifa wewe kwamba unahitaji kitu kingine kikubwa zaidi. Elimu ya huyo Yesu. Kwa sababu kumjua huyo Yesu ndio kinalipa hilo jina ndani yako linakuwa na nguvu. Yeah. Kuna hivyo vitu viko huko, ma principalities and powers na rulers wa darkness, si rulers wa kitu gani wametulia hapo, walikaba malaika. Malaika akatulia siku 21. Alafu wewe unataka kwenda kusemaje? Unamchoma mkia kwa jina la Yesu. Huyo achomwe mkia kwa jina la Yesu. Si ndio? Sisemi hivi kulishusha jina la Yesu. Nataka nikwambie Yesu anazungumza. Paulo anakuja anazungumza, anasema kwamba hata hizo mamlaka, hizo principality, hizo power zilifanywa kwa yeye na kwa ajili yake. Kwa hiyo unapomtaja yeye kwenye zilizofanywa kwa ajili yake, halo? Umeweza kunielewa? Mlokole hawezi kunielewa, ila wewe naamini utanielewa. Unapotaja kitu kilichofanywa na yeye kwa ajili yake,
Alafu unataja jina lake. Lazima uwe unajua unalitajia kwenye position gani. Yeah. Kwa sababu ukiwa haujui, wewe hiyo principality na vyote mko kwa yeye. Mmefanywa na yeye. Kuna mtu nazungumza naye kitu. Kwa knowledge, kujua ni kwa muhimu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisiame kwenye somo langu. Wewe ni mbegu bora. Amen. Amen. Yes. Kujua kwamba wewe ni mbegu bora inakupa nafasi ya kuzaa sana. Ninapozungumza kuzaa, ndugu zangu, sizungumzi tu kwenda kushuhudia. Kushuhudia kupo ni jambo la muhimu sana kufanya, lakini nataka nikuambie ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana. Jana kuna kitu mtumishi wa Mungu mmoja alinisaidia jana kukiona. Nilikuwa sijakiona. Alinipigia simu akaniambia, bwana, mbona tumeshindwa kuonana kabisa, na shida gani? Yaani mbona umenitupa? Nikamwambia hapana, unajua bana, mwisho wa mwezi na kuaga niko busy sana. Sasa maneno yakaniteleza, sikuwa na intention. Nikamwambia bana, yani you can imagine nina watu 60 ambao ninatakiwa kuhakikisha hao watu 60 ndani ya mwisho wa mwezi nimewasoti. Kwa hiyo nikiwa na justify kushindwa kwenda kumuona. Sio kama mnanielewa vizuri. Akaniambia, "Oh. Kwa hiyo 60 mara 3 ni ngapi?" Tunaelekea wapi? Nikamwambia tunaelekea wapi, tunaanza na mahesabu. Akaniambia, "Kwa hiyo ina maana kwamba 60 mara 3 ni ngapi?" 60 mara 3 18, 180. 180. Mwalimu wa hesabu, yule kule nyuma. Mwalimu wa hesabu, hebu tuprove ni kweli. Haya. Maana ile kanisa nyama mchelewe kuniingiza chaka. 180, si ndio? Akaniambia, kwa hiyo kuna watu 180 ambao uko responsible kwao. Ndio kidogo ikarudi sasa, ndio ikaanza kuniingia akilini ninachojaribu kukizungumza, si ndio? Ndio nikayakumbuka maono ya New Testament hapa Boko, nikasema tuliwahi kuzungumza, tukasema kwamba hatutaki tuishi kwa ajili yetu, lakini nataka kila mmoja anayeishi hapa kuwe na watu wanaishi kwa sababu yeye anaishi. Kwa sababu ngoja niwaambieni, mimi sifundishi prosperity kwa maana ile njoo upate ujilimbikie mali, uje useme kwamba una magari mpaka ujue pa kuweka, unaiogopa serikali au vitu kama hivyo, hapana. Sawa sawa? Nachokizungumza mimi ni kwamba Mungu akuweke kwenye position yako kwa sababu wewe ni mbegu bora, uweze kuzaa matunda yako wale wengine wengi yale unayozaa wewe. Amen. Kwa hiyo kumbe ukiweza kuwa na watu 200, 300, 400 nyuma yako, sasa ulimwengu utakuwa unawaona wana wa Mungu kwa sababu yao wanakula, kwa sababu yao wanapeleka watoto shule, yes. Kwa sababu yao afya zao ziko salama. Amen. Sio tu kuwa na magari na manini. Tunakuwa nayo kwa sababu tunapenda wengine, si ndio? Yaani kuna wengine tunapenda tu. Kiona mtumishi wa Mungu analipikipiki kubwa sana, anapenda tu. Sio kwamba ni nini, anapenda. Sio kwamba eti hayo ndio malengo ya Mungu. Yaani hapana, sio malengo ya Mungu kabisa. Yaani ile hicho sio Mungu, ni mimi. Pale mkiona sio Mungu, ni mimi. Amen. Sawa Ni mimi tu. Mungu hayupo. Lakini kile Mungu anataka ni uwepo wangu, existence yangu, kuwe na watu wengi huko wana exist. Ndio maana anazungumza kuhusu kuzaa matunda. Nyinyi mnafikiri matunda haya basi Mungu anakamua juisi, kwamba Mungu juisi ya mbinguni imepungua, na hivyo anazungumzia mzabibu, manake waini mbinguni imepungua, kwa hiyo mzae sana. Hapana. Analogy ya mti, angalieni, mti ukizaa matunda, wanyama wanafaidi matunda, ndege wanafaidi matunda, mti unatoa kivuli, si ndio? Kwa hiyo kama unazaa sana, always una provide kwa wengi. Amen. Kusudi la kuzaa ni ili kuprovide kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo cha mafanikio yako ni watu wangapi nyuma yako wanafaidi kwa sababu ya mafanikio ulionayo. Yes. Na hiki ndicho ninachokihubiri New Testament hapa. Ndicho ninachokihubiri kwako. Kama kipimo cha mafanikio yako ni magari ulionayo, wewe umefeli. Ni mashamba ulionayo, ni vitu ulivyojilimbikizia, umefeli. Inabidi ndege wa angani ambao Bwana amekwisha kuwafanya, hawakusanyi, hawatawanyi, hawafanyi chochote, wawe na mahali pa kula, kwa sababu kuna mbegu bora imezaa matunda.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapoziombea biashara hapa kwamba Mungu azikuze biashara zenu, Mungu aziendeleze biashara zenu, sio ili tuwe na biashara alafu uje ununue nini ile mje utunyanyase nayo sisi. So tutese nayo. Alafu by the way, ukipata kitu unachokipenda kifurahie wewe. Sisi tuache. Usitunyanyase. Bwana asifiwe. Amen. Inabidi kiwe cha utukufu kwa Mungu na kwako wewe kwa sababu unapenda. Kwa sababu Bwana naye alisema anahusikana na furaha zetu, si ndio? Anajibu maombi yetu ili furaha za mioyo yetu ziwe kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo biashara yako inazaa kwa sababu wewe ni mbegu bora. Narudia. Biashara yako inazaa kwa sababu wewe ni mbegu bora. Amen. Kazi yako inastawi kwa sababu wewe ni mbegu bora. Amen. Wewe ni mbegu bora. Amen. Kwa hiyo nataka ujue hili, uishi hili ili uzae kweli. Bwana asifiwe. Amen. Naomba worship team tafadhali. Nataka tuwe na dakika chache za kumwabudu Mungu wetu. Lakini kuya confess maneno haya mbele zake. Kwamba asante kwa sababu nimejua nimepandwa kwenye udongo mzuri. Kuna kitu Mungu amekikusudia asubuhi ya leo kwenye maisha ya mtu mmoja. Mara nyingine watu kihubiri injili wakiokoka watu tunafurahi kwamba kuna mtu ameokoka kwenye injili. Lakini mimi Mungu amenipa huduma ambayo ni ngumu pia kuweza kujua yale Mungu amefanya mara nyingine kwa sababu anafanya ndani ya mioyo ya watu. Na asubuhi ya leo iko ahadi ya Mungu ya kufanya kitu katika maisha ya mtu asubuhi ya leo. Amen. Mungu anataka uwe tu kile ambaye yeye amefanya. Hataki ujaribu kwenda kufanya chochote. Anataka wewe uwe kile ambacho yeye amefanya. Na kwa sababu sio kazi yako, amenituma nikuambie wewe ni nini. Wewe umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa mbegu njema. Na unazaa sana, una favor sana, una kibali sana, kwa sababu wewe ni mbegu bora. Mbegu bora ndio kila mkulima anahitaji kwenye shamba lake. Wewe ambaye ni mbegu bora ndio kila kampuni na kutaka kwenye biashara yake, kwa sababu watazaa sana wao kwa sababu ya wewe, kwa sababu wewe ni mbegu bora. Familia yako itastawi sana kwa sababu wewe ni mbegu bora. Lakini haitakuwa mpaka wewe mwenyewe umeamua kukubali pasi na shaka kwamba mimi ni mbegu bora. Na swala la kuzaa kwangu linategemeana na yeye. Na yeye ni nani? Yeye anajizungumza kama mtoshelevu. Tulimuimba siku moja tukasema wewe ni mtoshelevu. Yeye ni mtoshelevu, na kama yeye ni mtoshelevu, maana yake ndani yangu hakutapatikana kukosa. Kuna mtu ana connect hapa. Kuna mtu ana connect. Naomba usimame. Kuna mtu ana connect. Kwako ndani yako hakuwi na utoshelevu kwa sababu wewe umetaka. Kuna kuwa na utoshelevu kwa sababu wewe ni mbegu uliyepandwa ndani yake, ambaye yeye ni utoshelevu. Hana limit ya uzazi. Hana limit ya uzazi. Haijalishi ni ishu gani, lakini kama ni afya, anazaa afya njema kupitia wewe. Anazaa mafanikio. Taifa linafanikiwa, linabarikiwa kwa sababu yako. Listen to me. Ukiendelea kujiona kama kamchanga kwenye bahari katika taifa lako, ndivyo utakavyokuwa. Lakini kuna mtu mmoja anajiona kwamba no, taifa linafanikiwa kwa sababu yangu, taifa linabarikiwa kwa sababu yangu. Sikilizeni, kuna watu wanasababisha taifa linalaaniwa. Kwa nini wasiwepo watu wa kusababisha taifa libarikiwe? Lazima uone. Lazima uone. Asubuhi ya leo ninakuita kuona. Wakati tunaabudu, nataka tuwe ufocus. Nataka ufocus uone kwamba wewe ni mbegu bora. Amekupanda kwenye udongo mzuri, ambao udongo ni biashara yake yeye. Mzabibu ni Bwana. Wewe ni matawi tu. Ni kazi yako kujua kwamba umepandwa sehemu sahihi ili kuweza kuanza kuzaa matunda. Wewe kuzaa matunda sio muujiza, ni asili yako. Wewe kuzaa majibu sio muujiza, ni asili yako. Nataka uione hiyo kwamba ni asili yangu. Ninapokuta watu wana maswali mengi, mimi natakiwa nisimame nijue kwamba ninatakiwa kuleta majibu. Nimepewa kuleta majibu. Majibu ni kazi nimepewa kuifanya.
kwa sababu nimepandwa kwenye udongo sahihi, kwa sababu niko ndani ya Kristo. Ndugu zangu sikilizeni, kuwa ndani ya Kristo tusiishie kwenye kuimba kale wimbo niko ndani ya Yesu na burudika. Ni sawa utaburudika, lakini ukweli sio huo. Ukweli ni kwamba unaburudika kwa sababu ya wengine wanaoburudika kwa wewe kuwa ndani ya Kristo. Kuwa kwako ndani ya Kristo kuleta burudiko kwa watu wengine, kuleta burudiko kwa kanisa, kuleta burudiko kwa familia, kuleta burudiko kwenye biashara, kwenye kampuni ambayo unafanya, kampuni mnazozifanyia kazi ziendelezwe kwa sababu ninyi mpo. Wewe ni mbegu bora. Amekuchagua yeye. Yeye ndio mwenye kusudi la kukufanya wewe uzae zaidi. Anataka tu ujue kwamba anataka uzae sana. Uzae sana. Nazungumza hivi, anataka uzae sana, lakini ndiye anayekuwezesha kuzaa. Kwa hiyo ukimwangalia kwamba niko tayari kuzaa, unazaa sana. Kuna watu watazaa biashara kubwa sana, ambazo hizi biashara mataifa watakula na kunywa kutoka kwenye hizo biashara. Watu watapata uzima, watu watapata maisha kutokana na matunda unayozaa wewe. Wako wapi wale watu walio tayari kwamba Bwana unitumie mimi, ili wengine wanaosema kuna hali mbaya kwenye hili taifa wasione ubaya wa hiyo hali? Mara nyingine hata kufanikiwa kwetu sio tunafanikiwa ili tu watu wajue tumefanikiwa. No, tunafanikiwa ili watu wengine waishi vizuri. Yule aliyekuwa anaishi vibaya jana aishi vizuri kwa sababu mimi nimefanikiwa. Na Bwana analitaka hilo katika kanisa. Ndio maana amenituma nikuambie kwamba wewe ni mbegu bora na umepandwa kwenye udongo mzuri, umepandwa kwenye udongo sahihi. Amini hilo, anza kuzaa matunda. Wakati worship watakuwa wanaendelea kumwabudu Mungu, hebu naomba ya meditate haya. Kuna upendeleo fulani hivi, sikiliza. Nimeielewa hii. Anapozungumza kuhusu swala la maji, chemichemi, anasema mtu aje anywe. Yesu alikuwa na uwezo wa kuanywesha, lakini hakuanywesha. Aliwapa taarifa kwamba yapo maji na unakunywa kulingana na kiu yako. Wakati huu tumesimama, wakati hii session ikiendelea, kuna watu watakuwa wanashangaa, wanasubiri iishe, lakini kuna watu watadive katika spirit kuiangalia haya ninayosema, kukubaliana na haya ninayosema, na kumwambia Baba, sikiliza Baba, nimejua kwamba kumbe yote haya ni wewe. Kwa hiyo mimi sio shida tena kama ninavyoonekana kwamba mimi ni shida. Mimi sio changamoto kama ninavyoonekana kwamba ni changamoto, kwa sababu wewe hauchagui mbegu ya changamoto, unachagua mbegu iliyo bora. Kama umenichagua, basi umenichagua kama mbegu iliyo bora. Ninajua ninazaa sio kwa sababu nina mtaji, ninazaa kwa sababu niko ndani yako, kwa sababu wewe unaniwezesha. Chochote kinachohitajika ni wewe ndio unayezalisha kupitia mimi. Total dependence, utegemeo mkuu wa Mungu unakuja na hii understanding kwamba sisi ni matawi, lakini yeye ni kila kitu. Yeye ni kila kitu. Yeye ni kila kitu. Umekuwa ukitafuta kazi kwa muda mrefu, imefika mahali umelaani mifumo, umelaani vitu fulani, lakini umesahau kitu kimoja tu, kwamba yeye ni yote katika yote, na wewe uko ndani ya aliye yote katika yote. Desire zako, desire yako, kile unachoweza kudesire ni lugha ya majibu, ikiwa unafahamu kweli hii kwamba wewe ni mbegu iliyo bora na umepandwa kwenye shamba la kwake. Yeye ndio mzabibu. Desire yako ya kuzaa ni lugha ya majibu ya Mungu. Ni lugha ya majibu ya Mungu. I just want us to worship the Father. I want us to worship the Father. Na mwambie Baba asante kwa sababu ya kweli hii. Umesema tutaijua kweli na kweli itatuweka huru. Yes, tunaweka huru kutoka kwenye hali tulizokuwa nazo, kwa sababu tumejua, mimi nimejua, mimi ni mbegu bora, mbegu sahihi. Hakutakuwa na kukwama kwangu tena, kwa sababu yeye ndio mwenye jukumu la udongo. Yeye ndio mwenye jukumu. Mimi ninaishi kile ambacho yeye anafanya.
Ninamuishi Kristo, ninaishi njia yake. We will never settle for less, 'cause we know there's more that's found in you, yeah. And we will never settle for less, 'cause we know there's more that's found in you. It's in you, Lord. It's in you, Lord. Thank you, Jesus. We know there's more that's found in you. Yes. It's in you, Lord. It's in you, Lord. We know there's more that's found in you. And we will never settle for less, 'cause we know there's more that's found in you. And we will never settle for less, 'cause we know there's more that's found in you. Hey, we will never ever, we will never settle for less, 'cause we know there's more that's found in you. Hey, we will never, never settle. Hey, we'll never. There is no limitation. 'Cause we know There's no limitation. there's more that's found. There's no limitation. Lord, we will never ever settle. Hey, we'll never Hakuna limitation. because we know Hakuna kizuizi. there's more that's found. But it is all Lord, in we Him. will never In Him. ever settle. Ndani yake ambako wewe upo kuna kila kitu. I want you to see. Nataka uweze kuona sasa. Ni uchaguzi wako. Ni uchaguzi wako kuyaamini haya. Ni uchaguzi wako kuyaamini. Mimi ninayaamini. Ninaamini ndani yake kunapatikana zaidi ya vile ambavyo ulimwengu umesema. Ruhusu nafsi yako, ruhusu roho yako sasa to dive in spirit. Yes. Cause we know there's more that's found in you. We'll never settle for less. Ruhusu nafsi yako, ruhusu nafsi yako, ruhusu nafsi yako. Ruhusu nafsi yako kuzama katika roho na kuanza kuona mapana ya Baba alivyo, na kuanza kuona mapana yake yalivyo, mapana yake yalivyo. Hayawi limited na uwezo wako wa elimu, hayawi limited na experience yako, hayawi limited. Usidanganywe na experience yako. We'll never settle for less. We know there's more that's found in you. And we will never ever settle. And we'll never settle. 'Cause we know there's more that's found in you. Ninaruhusu mind yako kuanza kuvuka sasa. Ninaruhusu mind yako kuanza kuvuka sasa. Ninaruhusu mind yako kuanza kuvuka katika jina la Yesu. Napata uhai wangu kwako naishi. Yes. Bwana kwako naishi. Ndani yako uko uzima, Kwako ndani yako uko uhai, napata ndani yako njia yangu iko uhai defined. wangu. Bwana kwako naishi. Kwako naishi.
kwako napata uhai wangu Bwana, kwako naishi, kwako naishi, kwako naishi. Asante kwa sababu ndani yako kuna utoshelevu. Asante kwa sababu ndani yako kuna utoshelevu. Kwako hapana giza, kwako hapana giza. Njia yako inaonekana, njia yako haijajificha. Ndani yako hapana giza, ndani yako imejaa nuru. Bwana, kwako naishi, ndani yako mzabibu naishi, ndani yako mzabibu naenda, ndani yako mzabibu napanda, ndani yako mzabibu naishi, ndani yako Ruhusu Roho Mtakatifu, ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie, ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie. Ndani yako, ndani yako Bwana, ndani yako mzabibu naenda, ninaenda ndani yako Bwana, ninapata uhai wangu. Ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie wakati music inaendelea. Ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie. Ruhusu tu Roho Mtakatifu akuhudumie. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Ninaona kuna mtu anapelekwa kwenye nyanja fulani hivi, inakubadilisha namna yako ya kuona, na kila kitu kuhusu wewe kinabadilika leo katika jina la Yesu. Yes. Ruhusu ndani yako. Wakati music inaendelea, nataka uruhusu tu kuhudumiwa na Roho Mtakatifu. Hata watu wa worship huku mbele, ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie sasa. Kuna neema ya ajabu sahihi. Anasema hakuna mkwamo ambaye yeye hawezi kukukwamua. Sio kwa sababu anakuja kukukwamua, ni kwa sababu huo mkwamo haukuwepo in the first place, lakini ulitazamishwa kuona. Kama adui ametutazamisha kuona, asubuhi ya leo ninakutazamisha kushinda. Asubuhi ya leo ninakutazamisha kusonga mbele. Asubuhi ya leo ninakutazamisha kushinda. Ruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie. Ruhusu tu Roho Mtakatifu, usijilimiti, usijilimiti, usijilimiti. Yes. Arabasiata, Shabadebo sataya, kadere shablani. Arabadei sikataya, lahodosa. Iko nguvu kwa ajili yako sahihi. Iko nguvu kwa ajili yako sahihi. Ruhusu. Kuna mtu unakuzwa ndani yako. Na hili badiliko halitaishia hapo. Kwa sababu hiyo unabadilishwa sasa ndani yako. Unapewa kuona tofauti. Unapewa kutazama tofauti. Makubwa yanakuja kwa sababu unatazama makubwa. Makuu yanakuja kwa sababu unatazama makuu. Bwana anakupa kuona. Tunakuzwa na wewe Bwana. 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 Tunainuliwa na wewe Bwana. Tunashindishwa na wewe Bwana. Kwa sababu sio sisi ni matawi tu, tunazaa kutoka kwako. Matunda yanatoka kwako, yanapita kwetu. Matunda yanatoka kwako, yanapita kwetu. Tunazaa sana kwa sababu wewe unazaa sana. Tunafanikiwa sana kwa sababu wewe umefanikiwa sana. Tumetoshelezwa sana kwa sababu wewe umetoshelezwa sana. Kwa sababu wewe ndio utoshelevu na sisi tunakaa ndani yako. Arabadebo sayata. Esha badekaya.